hivi imekuwaje? Mbona tena Kiredio anasema kakuacha kwa sababu wewe usikii, wewe marafiki zako wanakupotosha, wewe ni mtu ambaye umsikilizi mtu wako. Ndio. Akanambia, Juma, aliyenileta mitandaoni mimi ni nani? Kiredio. Mimi kama mnakumbuka, kila sehemu alikuwa akienda boyfriend wangu ambaye ni Kiredio, niko naye mpaka watu wakaanza kusema hivi, huyo unaambatana naye kila sehemu kwa nini? Mpenzi wake anampenda. Mwache nyumbani. Kiredio akaanza kuniambia, basi wewe unabaki nyumbani, mimi niendelee na shughuli zangu nyingine. Akakubali. Kakubali. Huyo Vi sasa nanukuu maneno yake ya juzi. Sawa. Vi anasema, Juma, Kiredio kuishi naye ufanye kazi uache kazi. Kwamba anagubu. Kiredio ni mtu ambaye nikiwaambia alikuwa ananipiga. Akanionyesha hadi video. Nimeona video. Mnakuwa mwili gani ule Kiredio? Alikuwa alivyonyesha zile video, alikuwa kama amevilia vidamdamu huku, yani kama yeye mtu ambaye kapigwa kweli makofi nini na nini. Umeona vizuri. Na wewe ukaamini sasa. Nikamwambia kwa sababu ulikuwa usikii. Ndio maana ukapigwa. Mtu wako anakuambia usitembee na mtu fulani, marafiki yao. Kwa nini wewe ukazane nao? Kwani wale ndio wanaokupa kula? Hakuna. Msikilize mwenzio. Hiyo hali hujaolewa, umsikilize mwenzio. Ukiolewa utamsikiliza mumeo ndani ya nyumba. Hapo ndo haifai. Mumeo alikuwa na haki, pengine wewe ulikuwa unamjibu vibaya. Hapo unaniambia mimi una edit maneno. Ina maana wewe mpaka unapigwa kuna vitu ulikuwa unamwambia Kiredio. Ndio maana anakupiga. Na ulikuwa unamuona mwili wake mdogo mdogo, pengine ulikuwa unamdharau. Akaniambia, Juma, hiyo haitoshi. Hiyo haitoshi. Kuna nini hapo? Kiredio katoka na rafiki yangu wa karibu. Hayo mambo ndo yanayochanganyaga hayo akili hayo. Rafiki yake karibu nani huyo? Rafiki yake ambaye hayupo kwenye mitandao. Sawa sawa. Nikamuuliza, gomvi likawa kubwa. Akasema, sasa mimi nifanye nini? Mimi nifanye nini? Mtu kanitaka mwenyewe. Kiredio. Kwa na Vi naye akitakwa inabidi akubali. Akasema, sasa wewe Juma unamtetea Kiredio, maana nilikuwa upande wa ndugu yangu. Unamtetea Kiredio. Wewe mimi nipo naye kwenye mahusiano, kwa nini atoke aende kumtongoza rafiki yangu? Huyo kashatoka na rafiki yangu kama nilivyowaambia hapo. Ndio maana yake. Haya, niko naye mimi, kwa nini yeye aende kumtongoza rafiki yangu? Hapo sasa. Umeona? Kwa ina maana alikuwa sio mwaminifu kwangu. Nikasema hapo nimekuelewa. Alafu hiyo tabia yake, hata China tulivyokuwa China, mimi ningeenda na pesa ya Kiredio angeninyanyasa sana. Nimeondoka kwa pesa yangu mimi. Na rafiki yangu mimi. Kiredio alikuwa na marafiki zake. Kiredio akamwambia rafiki yake mmoja hivi kwa na dread uko China, nitafutie Vi, nataka nimuombe radhi, haya mambo yaishe, tumalizie huku. Alipofika hotelini kwa Vi, kwa mujibu wa Vi sasa, alipofika hotelini tumekaa vizuri tunazungumza, namuuliza kuhusiana kutoka na rafiki yangu, bado ananikatalia wakati mimi na ushahidi. Rafiki yangu mimi kwangu alinikubalia. Namuonyesha mpaka ushahidi, kaanza kuleta vurugu pale pale hotelini. Kwa Kiredio kumbe mkorofi. Mkorofi. Kwa hiyo security akamtoa Kiredio, akasema mimi sitaki tena aje hapa hotelini kwangu. Marufuku. Kwa hiyo ndio maana hamkuona picha, hamkuona chochote. Pale tulikuwa, lakini tulibahatika kuona siku moja, na siku moja hiyo kikawaka. Na kila mtu akarudi kivyake. Kila mtu akarudi na njia yake. Na ndio kuona Kiredio kumposti yule mwanamke wake Insta story juzi ni mgana. Ameposti mwanamke mwingine. Ameposti mwanamke mwingine. Kumbe kashamuvone kabisa. Nyama nyingi. Unajua Kiredio anapenda nyama muda wote. Sasa huyo mwanamke sio wa ghafla, atakuwa alikuwepo. Sasa lakini kwa wanawake wa China sio wa kuwekea dhamiri. Umeelewa vizuri? Wanawake wa China wapita njia. Kiredio atakuwa tupostie mtu sasa hivi Tanzania mwenzetu safi kabisa burudani. Ndio unajua kama move on.